isaa cia bilingi wa mauvo. Watinde ata mwana museisia wa Mutongoi TV ninayokuwa choka na wende kwithwa na muthenya wa kwa ilani wa kana wa matuko miongo ili na thandatu mwini wa thandatu mwaka ni wa ilili miongo ili na itano nina ukethena na udhocha tu manithie nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa mwanza masito makwanita wa beti wa mwania. Tuambililia mauvo maitoni kana President William Ruto yasekana serikali ya Kenya kwanza ni kitekithitwa kwa ili ya kisomo kuikithia vaimondo utakikwata haineni ya Kilifi. Ruto ruambula kana ni mabiniti katika alimu ngili miongo monza na thandatu aiweta kana mwaka huu umena muvango wa kuandika alimu ngili miongo ili. Ruto yasekana ni mekirite kana amanyiwa onde alama umite misila mivinyie kiokwati ni makwata masomo maimanisio sia yolo kwa kuikithia ni mamanenga sponsorship na kubevia fees kwa kilungu cha miongo kenda na itano yolo ayana. Kama kuna njia ya kuwezesha jamii, kama kuna njia ya kuwezesha nchi, ni kuhakikisha ya kwamba masomo yanapatikana kwa kila mwananchi. Na ndio sababu hiyo tumeweka sasa pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Tumeajiri walimu 76,000, tunaongeza wengine 20,000 mwaka huu. Vile mzee alivyopenda elimu, ndivyo tunavyokuza elimu. Ndio sababu tumesema ya kwamba masomo ya Technical Training College ama ya university isiwe kwa Wakenya wanaoweza peke yao. Iwe ni haki ya kila Mkenya, hata watoto wa kutoka jamii maskini waweze kwenda katika university pia. Na ndio sababu tumebadilisha msimamo. Sasa watoto kutoka jamii maskini tunawalipia 95% scholarship, ili tuweke usawa katika mambo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Ne kepsha uvonge wa Kitui Jafeth Kamisa ni wakulia bunge kuma kaunti ya Kitui na muno ala maumete mivaka isio ni lasi mivakane kaunti ya Kitui na sithitwe na uvungulwa mwoguo kutoa motala bungeni kukonya useuviku wa manyiwa ala mema skulu ala mivakane ni kana kutoa ise masomo ta manyiwa halangi. Kamisa hane naki nikala wavingwa ubano ngwatane ya alimu anene ya kepshe Kitui ni kaumbano wao wambe mwaka ni sangio ni ambumbano ya multipurpose pamusini wa Kitui vala mavata makwa iliothuku mwa mwalimu manena ni wakwa uliku kuyana na mwene kivilo ngwatane Jafeth Kamisa niwenda yumbe ma Kitui na muno ala mumiti ilioni bungile simevakani ya kaunti ya Kitui na kaunti muto ya Tana River kula kuyethitu na uvungulu wa muo kuthacha mutatala mbunge nene wa kwenda usove kwa mwalimu na mumanyo mivakani isu wa ilwe no kana kwa ililia alimu na manyo maithulo kwa masio ma kusoma. Insecurity katika maskulu maitu kana katika alimu maitu na siana ila tusomethia no kuhusisha MPs maitu ne kana ngama kafikie kutwa hiki nubungeni makavikio kindiscuss ni kana kafikie kunengwa enough security ona wiyovo na yonati kumaba Kitui ni andalimu manengwa mauti ya mama maomu kumanisila meothukumia. Simon Mutunga Ndingo mwandiki wa ngwatane no awetakana kaunti ya Kitui ni mwa kaunti ila nomo na ni ele kwa nthini wa wala nyosu wala awetakana kwa sisi itatu kaunti ya Kitui na kutomeka tasionomo ti wailu na ti aki kwa mwalimu wa kaunti ya Kitui. Aso areas Kitui na add to staff nundu beki botokoni chadship areas na beki botokoni cha aso and add to staff areas no itatu Kitui Mumoni, Shikuru na Mutitu North. Netu izi Tangishu Pembe. Netu izi Chuso. Netu izi Zombe. Hiki watokania na Mutitu wa North. Netu izi Kuza Malalani. Netu izi kundukuita wa Kasahala. Ni kudeserve position, you know. Nundu, kula kuita wa add to staff. Ona wesi idhiri. Nune nga wadiship. Kuni tukwenda alimu ito benefit. Chicho kivarokanyo. Tia kila tu fight ya. Ingine wangala kuwetakana uonde edho mwanasiasa kukwata mboko vetangu kwa kinando chama umu cha mwalimu wa kaunti ya Kitui matangwata na mayesa kuedhukia nizia kana kuthukumana nake ona vanini. Nenda kwa Asia ki cha kumia anti-ship allowance kikaya mundu.
ili alimu tumwa hardship tukalika siasani nolo katwa the hardship yitwe keza yumetwe kutungia no tukongamana ula ukututetheesya kwikala na hardship yitwe alimu makiwa ndo alimu makumya muno usunake tukamwisisia na metheli kou mundu okukita hardship ya mwalimu whether ni Kitui na elsewhere bandu bakuongela usivye twayazya twinake openly twinake umbano ono amethenya ili balokomanite alimu anene ma school ba Kitui kunenesya mabata mobo mana kumanyana no kana kuthukuma memwamba tangwatano umundi ni twambisya conference yitu ila yethiwa ni vinda yayo yambe kuma kepsha ya fomiwa katika Kitui County na katika Kenya yonde nitunekalile na tuona musio twithia na forum sisitu nikananga tukanena na cia maundu maitu alama kuhusu county yitu nikananga tukomane na directors yitu na all stakeholders nikananga tuneni kisomo lonto na kukukila katika county yitu nikiza kwithia thimwilati nayo katika conference yitu yambe yi enhancing competence based education effectiveness in Kitui County through transformative leadership for sustainable development. Kedivote ablingwa Movomo Tongoi TV Nita Onesmus Chalo Diunengerelia movo sumaki Onesmus Chalo nikana mwene kivila wangwatano ya alimu anene kepsha uvonge wa Kitui Jafeth Khamisa nwako ulia bunge kuma kauntini ya Kitui na muno alamu mite sioni ila asime vakane ya Kitui na hivi tue na uvungulu wa mogo kutoa motantala mbunge ni kukonya usuvi wa alimu na manyiwa alami maskulu alame vakane suni kana kutoa isi masomo ota manyiwa alangi Khamisa anene kika vinane kala kuvingwa umbano wa medyenyeli ya alimu anene ungu wa mwavuli wa kepsha mosini wake tuivala wetikana kielelo kinene cho cha kukavamwe ni kumanyana na kwiki ya metadatala yimwanya ya kuthukuma tangwatanio. Tuisonga nambe ni kana President William Ruto niwekia sahi mutalatala wake nando cha mwaka wangilili miongole na nyangilili miongole na itano kana finance bill kutueka mwiya wakati wa mitalatala ingi finance bill inaambia unena ni wambungeni vala ambunge mana amevitu kidhisia na kumenengelea niliakula kui President William Ruto minister wake nando John Badi nuanenga nete budget ya silingi trilioni inyaka tano ili mbungeni muvia wake uweta wekwate wawo kuongela wasanya wako kufikia bilioni 300 kwesila budget A. Copies of the bills for your consideration and assent. Sets of bills that have been passed by the distinguished member for Alego Usonga, who is also the chairperson for 2025-2026, including the Income Tax, the Excise Duty Act, the Value Added Tax. For the purpose of according presidential assent to 3 public finance-related bills originated in the National Assembly. Sir, the first bill to be presented for your assent is the Supplementary Appropriations Number 3 Bill for the financial year 2024-2025. This third set of supplementary estimates arises from expenditures incurred under Article 223 of the Constitution, which require ex post parliamentary approval. The bill also seeks to facilitate further reallocations and supplementary allocations across priority sectors. The bill supports critical interventions in key pillars of our national life. It fortifies our national security, the shield and spear against those who would imperil our sovereignty, and invests heavily in our social fabric. The third bill to receive your assent will be the Finance Bill 2025, National Assembly Bill number 19 of 2025. The bill honors Your Excellency's commitment to the nation that there will be no new taxes in this financial year. The bill sets out fiscal interventions designed to enhance the business environment and reform the tax regime, making Kenya a more competitive nation to invest in. It proposes amendments to the following statutes: the Income Tax Act, the Value Added Tax Act, the Excise Duty Acts, the Tax Procedures Act, the Miscellaneous Fees and Levies Act, and the Stamp Duty Act. Your Excellency, sir, among the seminal legislative proposals carried in the bill include the prioritization of the Kenyan worker
within the fiscal framework through proposed amendments to the Income Tax Act, mandating the automatic application of employee tax reliefs and exemptions. In addition, the bill proposes the exemption of gratuity payments and pension scheme allowances from taxation. Amendments under the Value-Added Tax Act include exemptions on mosquito repellent inputs and the local packaging of tea, measures intended to strengthen both the manufacturing and agricultural sectors. In addressing the devastating social impact of gambling and the trauma caused to the nation's youth, the bill amends the Excise Duty Act to introduce a 5% levy on betting and gaming deposits and a 10% fee on virtual asset services. Process. I thank you, Excellency. This brings the end of our ceremony today. Nukariva sana tusiwakitheti na maovu. Angira tukombanisi ya indi na mesa itu ya maovu. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka Lungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu wa wewe ande wakomelele mwana yonde ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na either wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni yako yanza ni mauso wesia oni we atipoke Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta ni mbunde ya sia mundu na ni mbunde ya sia ata mostly nyando alangu ata makiuya withia ni so green yani maino man so ni nende ya from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mugundi sia kuma mundu na ketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambio tu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi pala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
mukambani wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa wauikala wakwambelelia matuku na dhanda tumwe wa dhanda tutu Makiendo New Sky Go Shops kuthengiane na police post kuthengiane na Total Petrol Station leluni wa kuthi wote wakele matuku na Mwanza tuitala kuthengiane na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastmart Supermarket wakatatu matuku na nana tuwe matu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengiane na Matumat Supermarket wakana matuku na kena tuikitui Muli Mall golobambe ubisi na miongo 5 na 4 kungithanisi na bengi wa Equity wakatano matuku miongo tuwe Masako Complex Inn kuthengiane na Rafi Supermarket kuthengiane na Cooperative Bank na wathandatu matuku miongole na imotu ilovi mulolongo kuthengiana na 3D's Hotel kwa flyover ya Yellow kwa mauvombe ange tuthoke mabisi ni maitu kanotu kune simu kwisela noti Mwanza ile emwa noti kenda noti kana noti Mwanza na ina ile 55 kanotu andikie SMS kana WhatsApp kwisela noti Mwanza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udho chaingi Minister Muvyani wa Kisomo Julius Ogamba niwe kithia kana serikali niyumbanĩtie kuandikithia amanyiwa nthini wa senior school ungu wa mutalatala mwe wa CBE kavindani ka Muvya wa Kisomo ukwekwati wa kwiki wa mawaliuku ainena kavindani kalawa vingombano wa alimu nene ma secondary kesha ula utaiwa skuluni wa Sheikh Zayed County ya Mombasa. Ogamba ni wakathia alimu kwa uya ula amethitwa maitaithia kuikithia mawaliuku nimekiwa aiweta serikali ni kumakwa tambo kuikithia kukelanilia kusio kwa majiwa ma grade 9 kulikandeni wa senior school mwaka tuendete. As you are aware, we are at the heart of implementing recommendations from the Presidential Working Party on education reforms. These reforms touch on every aspect of our education system, from the curriculum to teacher training, assessments to infrastructure, and to funding of schools and governance. At the center of this change is school leadership. Without strong ethical and competent principles, no policy, however well-intentioned, can succeed. You are at the front line as change makers, and that is why I find this conference absolutely fundamental. In just 6 months, you are expected to receive the pioneer class of the competency-based education into your schools. So far, we have successfully rolled out the CBE up to grade 9. In terms of the scale of the rollout, CBE has been rolled out in all our 39,156 primary schools and in 26,764 junior schools across the country. We anticipate transitions to senior school in approximately 10,940 secondary schools across the country. And I got this figure of 10,940 yesterday because, as I said, we are collecting data. I got this from the data being collected by the Kenya National Bureau of Statistics. So you are actually 10,940 as of Monday. Zama ya mbunge ya Mawithu Luluko mitutu na wenzi wa mavia melato ni alolomelia kuweka ukuni kilimo likuna kosi ya matambia mai makimia okambuni lasi atumikie kuita kikoo cha sumu wa nuclear sub-county ni thandatu sia ilembeta ya Northeastern. Sumu ula yuku vikia uyu utumita ndoombe wa ngilili na manana makwato ni wa kansa ilembeta ni na kaunti ni mbingi moto ilasi ingalikoni ya idhio. Kuana nalivote ukuni kiliwa uiti ila imbe wanza mai sumu wa nuclear wetete kanza ya muluku na nza maini
Tanzania weta vethi wa vata yenze kwa uliku kunikili uni kana kuita na mamilioni maenenthi ala maende na kwekala moisioni wa kanza nzama hii ambisia sikalo sia ukunikili na kosanya kwa mawoni kwa kuidhukisya kiyo cha mwene mutalatala wo mbunge wa Wajir South Mohamed Ado na gavana wa Garissa Nathif Jama. Even without the specific coordinate to the last 1 meter, that radiation will be felt across a larger area, and with equipment to measure, you can be able to establish traces of such radiation. I don't think it is going to be very difficult. What we want to be the outcome of this process is that if irresponsible Kenyans, once upon a time, allowed foreigners to bury such harmful, toxic, and hazardous waste in our midst, that we are responsible enough to say today that we will carry out remedial measures, that we will not only investigate to find out the true nature of what was actually buried, but also carry out cleanup campaigns to save the lives of many Kenyans. Why is it the entire government systems have decided to hide this information all through these years? Who is behind this? Who benefited out of this? Who enriched himself out of this mess that now is killing Kenyans? Ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kutamausha. Tukiangalia vile vifo vya watu ambao wamekwenda kushikwa na hili gonjwa la kansa, na taifa hili la Kenya linategemea watu kama hao. Pengine wengine hata ni watoto wadogo wameweza kushikwa na gonjwa hili. Hili ni jambo ambalo sisi kama wabunge lazima tulichukulie kwa hali ya juu sana. Then NUPEA needs even to tell us how prepared they are in terms of handling this and any other thing that will occur in case there is indiscipline in dumping of this hazardous waste. That this committee today is giving big hope to the people of Northern Kenya, at least to know what has happened. Not even necessarily for compensation. That can come much later, if indeed it has to happen. But first of all, to know what has happened and why this has happened. That's the biggest question. We always investigate different types of matters that border on corruption and other different issues, but how we progress on this matter, we might end up saving somebody's life. And that is really gives it a different perspective. And therefore, we will give it all the energy and attention that is required so that we see it to its logical conclusion, and we are not going to leave any stone unturned. Vao ni voto vikamodhia wa vilingi wa mavomo ndoni wa saa mwanzani kwa ndio sisi ya mwelu waliungulasi atalia vamo tango TV ngwa tanio ya mwaka. Mbaidha wana muthenya wa kwa ila nito wabeti wa mwania.